Ndio maana kina mama wanakwambia tu babako huyu na kekekeni akakukuna kikikitu. Kwa hiyo sio babako. Kwa nini akakufuka kufuka wako akatafuta mamako mzazi huko. Toka hapa. Ina siri kubwa ndoa. Ina siri kubwa ndoa. Yani raha kiutani utani yanavyoanzaga, majina mazuri wanaitana, sifa kusifiana, yanapobadilika tu vilio vinaanzaga, matusi kutusiana, siri kufichuliana. Ndoa ina siri kubwa, ndoa imeficha mengi ndani. Ndoa hizi ndoa jamani, wengine natamani kutoka, hata wazitamani. Ndoa zimeficha mengi ndani. Tazama, nauli sasa ngapi sasa? Na huyu kaja kufuata nini sasa? Kwa kikapo hicho barabarani. Semaje? Kuelewi? Rudia kwanza. Wewe, huyu nasemaje? Mimi hapa ndo mama mwenye nyumba. Hata hapa. Sikia wewe. Mimi hapa na huyu tupo vitu viwili tofauti kama binadamu na nyoka. Wewe unaongea sana. Mimi hapa ndo mwenye kwa nini lale hapa? Wewe si malaya tu. Koma. Mimi soma. Babako alikuja mwenyewe kwa starehe zake. Mimi ndani nikatae ndo wewe ungekuwa ukikataa. Kwa mimi soma. Sawa. Kiwe malaya sawa. Kwa vile kaka bibi tutembea kwa hivyo sawa. Kutake nyumbani kwangu mimi. Shobo. Nishakwambia tu kama shobo ni nyingi. Mimi hapa ni kwa ndugu yangu. Kwa nini tunakwenda? Sitaki mimi achochomoke hapa tu mimi huyu. Kwambia sana na wewe sawa? Ndani kwangu sitaki kuja ukikija na kuchinja mimi. Kiutani utani yanavyoanzaga, majina mazuri wanaitana, sifa kusifiana, yanapobadilika tu vilio vinaanzaga. Hivi Kitogo, una akili timamu kweli? Mimi nije nyumbani usiku, nije na rafiki yangu, tumekunywa zetu pombe huko, nimecheza mziki, nimeenjoy, unakuja unanilaza mimi kwenye kochi. Na mgeni tena sio peke yangu. Kweli? Kumbe ni bure hivi Mimi nitegemea nikifika, mkiwa nimerudi salama, utanikalisha chumbani hata kama ukilala chini. Kwani kuna kitu gani ambacho nakificha? Tuna muda gani? Tungeendelea tu kukaa hivyo hivyo, ungelala chini, ningelala kitandani na mgeni wangu. Ni matatizo gani wewe? Kwa mimi mtaani huko kote sasa wakanitangazie. Nimelala kwa Fatuma, kanilaza sebeni kwenye kochi.
si ndio? Yaani nimekushusha samani kabisa yani. Fatuma bana. Kwa nini unapenda kunizalau? Punguza zalau basi. Kwa mimi nakuzalau au wewe ndio umenizalau? Wewe unataka alivyotoka hapa aende huko mtaani akanitangazie kila kitu. Umma wote ujue kama mimi leo nimemlaza kwenye kochi. Anaendeshwa na mume wake hatari na unavyotaka, si ndio? Ukoje wewe? Yaani kama nilikuwa nakufikiria hata kidogo ndio imeisha kabisa. Yaani nakuona kama kopo tumekaa kaa. Kwa hiyo ulikuwa na kitu gani? Kitu gani wewe unaona nakishauri kitu gani? Unachokifanya unaona sawa? Mimi nimeamka hapa kucha nzima nimelala zangu kwenye kochi hapa. Gongo lote na nyuma na kiuno. Wewe umelala tu ndani. Kimekuleta nini saa 12 hapa kina nini? Kwenye kochi. Kimekuleta nini hapa? Mgeni kaondoka umekuja kulupu. Unafuata nini? Si ungeendelea kulala huko kama unaona ni bora. Kuisha basi. Si amekwisha kwangu kwa sababu mimi mtaani kote rafiki zangu wote watanitoa samani. Muombe msamaha wewe sio mimi. Mimi hapa mimi. Kagabao. Na uwenzi wangu sawa. Ila dawa yako inachemka. Mimi si nilala kwenye kochi. Ngoja wewe nitachokufanyia. Tumbulie tu macho. Poa tu. Kwanza mimi hapa naona kama kukula mapenzi na wewe. Naona kama sawa tu. Sawa ngangania wa nini? Kama sawa tu. Sisi mazoea tu. Si mtu mwingine anaweza ukamzoea, si uniache niende kwetu. Kumbe sio mzima. Na mama. Yaani mpaka anaponea aibu. Hakika. Nashindwa hata kukutazama usoni. Hivi ni nini hasa? Miezi mingapi sasa kijana wangu? Miezi na inakatika. Hata kwamba niende kwa mama kidogo nikaongee. Jamani wanangu. Niseme ukweli tu ni mingi. Yaani mpaka hapa natafuta neno la kuambia lakini nalikosa. Naona aibu hata kukutazama. Mimi bwana mwanangu nina neno. Tena kubwa tu. Mwanangu. Mimi nina kitu kinanisumbua ndani ya kichwa. Kitu hicho ni kuhusu Biloko. Biloko ananisumbua najua. Biloko najua ananitesa. Sielewi ana matatizo gani kijana wangu. Nikasema hapana. Ngoja nimuite rafiki yake. Nije nimuulize. Huyu lazima anajua kwa sababu nyinyi ni hivi. Hivi baba Ravnes, unataka niongee mpaka wapi? Hivi Biloko ni mtu wa design gani? Yaani ni yale mnitoe roho yangu kitu gani? Hivi ukoona thamani yangu ulinifukuza? Ulinimwaga kama kuna mbichi zisizoiva jikoni. Leo hii watoto gani? Biloko watoto gani? Hivi kwa nini utafutia wazazi yaani mwanamke mwingine akamzalisha akazaa naye akakuita baba? Kwangu huna mtoto. Nilishakuonya. Naomba marufuku kuisogelea familia yangu. Una shida gani wewe? Akili yako ilikuwa imeshacheza ya uongo, si ndio? Mwanaume gani usielewa wewe? Mama Lavres, natosha. Usiona kuja kwako hapa. Najipendekeza sana. Ni hapa. Kinachoniumiza ni damu yangu. Nahitaji damu yangu, nahitaji familia yangu. Wewe ni binadamu na mimi ni binadamu. Kila mwanadamu ameumbiwa makosa. Kama kuna sehemu nimekosea, naomba unisamehe. Pete na kidole. Kila kitu nyie mnaambiana. Biloko hayuko sawa. Biloko ana mabadiliko makubwa. Mimi naumia sana. Unajua Biloko anakaa peke yake. Hata kama kakaa pale ukimfuata ananyanyuka. Anakwenda kukaa peke yake.
Cha ajabu saa nyingine anaongea peke yake. Kuna siku mimi nimemkuta hapo nyuma, nikamwangalia, nikashika kichwa, nikamwita Biloko. Kimya, Biloko kama kachituka kazinduka usingizini. Nikamwambia, wewe kitu gani mwanangu? Mbona unakaa hivi? Una matatizo gani? Niambie mimi mama yako. Mimi najua siri zako nyingi. Kwa nini hili unanificha? Niambie nipate kukutatulia mwanangu. Nikusaidie. Mimi ndio mama unajua. Hakuna mwingine. Akanambia, mama, sina chochote. Ila kule kazini kwangu mama, mimi kuna matatizo. Nikamwambia, matatizo gani? Mimi kontena langu la biashara zangu limekamatwa. Nikamwambia, kwani huna vibali? Huna vibali? Akanambia, vibali ninavyo. Nini? Ni wiki sasa. Anambia, kweli mama ni wiki. Kwani unakuwa hivyo? Sasa basi. Nikamwambia, mimi nitakusaidia. Nitakwenda bandarini. Maofisi yale yote mimi ninayajua. Na watu wa pale wote mimi ninawafahamu. Kweli kuna makosa na mejikosa. Yaani wewe unamejikosa. Tena laiti ingekuwa mimi ndo Mwenyezi Mungu yaani ungeenda motoni kabisa. Kwa shetani, maana wewe unafanana na Israeli. Kwa kitendo ulichonifanyia. Sasa hizi mimi ningekuwa sio msaada wa mtu fulani kwa jina silitaji, ningeshakufa. Mimi na watoto wangu maana nilifikia hatua mbaya. Vipi ningewaua watoto na mimi nikajiua? Na kuuliza vipi ulivyonitelekeza ningeua watoto wangu na mimi nikajiua? Leo ungekuja kwa nani? Nisikize nikwambie. Mimi na akili zangu timamu. Ninapoamua kuja hapa kwako, napata uchungu. Nahitaji nihudumie familia yangu. Yaliyopita usiyakumbuke leo. Kwani hujawahi kufanya makosa? Hujawahi kufanya makosa? Sio makosa hayo baba na Loveless. Hayo ni makosa makubwa uliyofanya wewe. Wala sitaki kukumbuka wala kukusamehe kama mpaka nakufa. Wallahi wa billahi na hapa mbele za Mwenyezi Mungu. Sitakuja kukusamehe mpaka nakufa mimi na watoto wangu. Na watoto wangu nitaalisha simu wa kukataa milele na milele. Kufa bila mtoto nakwambia. Au kazaa watoto wengine. Kwa nini si mwanaume? Wewe mbona umeanza kunizalisha mimi? Unashuka kumzalisha mwanamke mwingine. Kazalishe wakuite baba. Mzigo wako utoke. Jibu lake akanambia, mama, acha nitapambana mwenyewe. Kwani usingepambana tangu mwanzo? Mpaka sasa unakuwa na mawazo. Mimi kesho naenda kazini. Nikapambane na huo mzigo. Niongee na kubwa. Kama ni pesa tutoe. Mzigo upate kutoka. Akanambia, hapana mama, acha. Niache vipi? Nishakwambia acha. Nikasema hapana. Huyu ana rafiki yake. Mimi ngoja nimuite. Ndio nimekuita mwanangu. Hebu niambie. Mama, leo mkweli tu. Biroko ana matatizo makubwa. Makubwa. Haya. Biroko mwanao ni msiri sana. Yuko tayari yule kuishi na mwiba wa samaki kwenye koo na sitaki kufanya upasuaji. Aishi hivyo hivyo. Yuko tayari. Ni binafsi, ni msiri mno. Mimi nilikuwa namuona tu badiliko lake. Tukikaa hivi nikamwambia, no, mdogo wangu nakujua vizuri kuliko mtu mwingine yoyote. Wewe uko sawa. Nini tatizo? Hamna, sijui. Nikamwambia, no, nakujua. Niambie ukweli. Una tatizo wewe. Nini kinachokusumbua? Kaniambia, brother, ni kweli. Ni kweli nimekwama. Kama gari limenasa didifu. Na shida. Niambie, mimi ndugu yako. Tumesaidiana mambo mengi, tumeshauriana mambo mengi. Lililokuwa ndani ya uwezo wangu nitalisolve. Likiwa nje ya uwezo wangu tutaangalia alternative gani ya kufanya ili mradi tulitatue, sio? Kwa hiyo you welcome. Kaniambia, bwana, mimi kabla sijakuwa na maisha haya nilikuwa na mahusiano na mwanamke. Nikampa ujauzito. Troy, baada hapo mimi nikamtelekeza. Mama alimfukuza, nikamtelekeza miaka mingi nikamwacha. Nikamwambia, sasa ndo tatizo hilo. Si umeongeza ukoo. Biroko na watoto? Mama, unataka kuniambia ujui? Unanipandishia hasira. Wako umeshapata kibwana kinakununulia sui mchele, sui mafuta, sui losheni. Kwa unajiona umefika, si ndio? Sinakwambia hivi. Naondoka. Bila shaka unajua kabila langu. Kabila langu halijawahi kupoteza damu yoyote ile. Na imani damu yangu itanitafuta popote nilipo. Na kwa watoto gani? Walipitia njia gani? Wewe na watoto wewe?
Una watoto uzima wa watoto? Una watoto. Loveness, Warda ni watoto wangu mimi, si watoto wako wewe. Tena sahau kama ulikuwa umesha kuwa na mtoto na mimi. Yaani sahau kama utakuja kuitwa baba mtoto anatoka tumboni kwangu. Nimeweka miezi 9 kwa uchungu. Mbona uchungu gani wewe? Una uchungu gani? Naomba uondoke nyumbani kwangu. Tena shika damu yako kuita watoto wangu. Shika damu yako. Kama ulivyokuwa mazao ya mama yako. Ondoka bwana wewe. Kwa damu gani kutafute? Kwa baba gani? Baba asiyejua watoto. Jindu zima. Mtoto kazalishe. Kama unaweza kunizalisha mimi, unashindwa kuwazalisha wengine. Wakuita mtoto baba. Baba kwangu mimi. Toka bwana kwenda bwana wewe. Hivi ilipoje hili janaume? Kila ninavyoliambia alieleweki. Yaani siku moja nitapasha maji ya moto nilimwagi hiyo huko. Shenzi kabisa. Linanichefua bwana. Sijui hata hao watoto wako wapi. Ndio maana nakwambia mwanao ana siri, anaweza kaishi na mwiba kwenye koo yule. Ana watoto wawili tena mabinti. Mmoja darasa la 4, mwingine darasa la 2. Vizuri tu. Haya. Basi, sasa unajua mwanao pesa zake hizo sio za tunuko tu la Mungu au soto za Mungu. Tunatembea wanao. Kutembea kwetu na yeye akatembea akafika sehemu. Kaambia bwana mimi nimekuja, nataka biashara zangu zingane kama inavyong'aa mbingu. Nataka yeye tajiri. Mzee akamwambia sawa, inawezekana, lakini utaweza kuhimili masharti? Kama niambie. Akamwambia una mke? Ndio nayo mke. Una watoto? Akamficha sina watoto. Akamwambia basi nimeangalia, nimeona utajiri wako, pesa zako zipo kwenye mbegu zako. Nilistajabu na nilishangaa ulivyoshangaa mama yangu. Ukwepo malaika wako alikuwepo. Nifanyaje? Kaambia kuanzia leo mpaka mwisho wako wa maisha hautakiwi kupata mtoto yoyote. Unatakiwa kuanzia sasa umwingilie mkeo na pila. Na baada ya kumwingilia ile manii kwa mle baada ya siku 7 uniletee hapa kwenye mzimu ule mpila wako. Kadri unavyozidi kuleta zile mbegu na pesa zinazidi kumwagika. Biloko akarudi nyuma, akakumbuka kuna mwanamke nilimtelekeza miaka 9 hiyo. Ana watoto wangu, mashaiti rahisi tu kama watoto nao. Akakubali. Tatizo linakuja hapo. Alipomtafuta yule mwanamke, alipomuona mwanamke akamkata na kumfukuza kama mbwa. Kwa hiyo ile sasa Biloko ndio imempa stress, inamchanganya. Hata fanyaje, mali zake atalisi nani? Mama. Mama nini? Mama.